Kesho yake asubuhi kama kawaida, Kevin akaenda kufanya kazi za kubeba zege. Kazi ilikuwa ngumu, jua lilikuwa kali, mikono yake ikaanza kuuma kama kawaida. Nguo zake zilichafuka kwa simenti, lakini kila alipochoka moyoni alijiambia, nikimaliza tu nitampa Diana hela yake. Yaani mshikaji alikuwa akifanya kazi kwa bidii ngumu ili tu apate pesa ya kumpa Diana. Ila mapenzi haya. Baada ya masaa kadhaa, Kevin alipokea malipo yake. Jamaa kutumia hata shilingi 100. Akachukua simu mfukoni akampigia Diana. Kevin akamwambia Diana, "Hello Diana, nimepata." Diana akafurahi. "Kweli Kevin?" Kevin akajibu, "Ndio, nimepata hela yako." Diana akasema, "Wow, asante sana Kevin." Kevin akatabasamu kisha akamwambia, "Usijali Diana, cha muhimu wewe uwe sawa." Diana akamwambia, "Asante sana Kevin, nitakutafuta baadaye." Kevin akamwambia, "Sawa, nitakusubiri." Simu ikakatwa. Kevin akabaki akitabasamu. Hakujua kwamba maneno yale nitakutafuta baadaye ndio yangekuwa mwanzo wa yeye Kevin kujiuliza, je, Diana anampenda kweli ama anampuuzia? Siku inayofuata Kevin aliamka asubuhi kwa furaha. Akacheki simu yake, hakukuwa na text yote kutoka kwa Diana. Jamaa akasubiri, saa 1 likapita, kimya, saa 2 kimya, saa 3 kimya. Kevin akaamua kumpigia, lakini simu ikaita, Diana hakuokota. Kevin akajisemea moyoni, labda yuko busy. Baada ya muda akamtumia text, "Diana uko salama?" Text haikujibiwa. Ila mshikaji akaona isiwe kesi. Jioni akampigia tena. Safari hii simu ikapokelewa. Diana akapokea. "Hello?" Kevin akamuuliza, "Diana, nimekuwa nikikupigia tangu asubuhi." Diana akajibu, "Nilikuwa na mambo mengi." Kevin akanyamaza kidogo kisha akamwambia, "Sawa, nilikuwa nataka tu kujua kama uko vizuri." Diana akamjibu, "Niko vizuri." Kevin akamuuliza Diana, "Je, kesho tunaweza kuonana?" Kimya. Diana kisha akajibu, "Kesho hapana Kevin, nitakuwa busy." Kevin akamwambia, "Basi kesho kutwa." Diana akasema, "Sawa, tutaonana." Kevin akasikia maumivu kidogo, lakini hakutaka kuamini kwamba Diana alikuwa ameshaanza kumpuuzia. Siku chache baadaye, Kevin akaendelea kumtafuta Diana. Kila alipomwomba aonane, Diana alikuwa akimzungusha, "Mara niko busy, niko na marafiki, nimechoka, tutaongea baadaye." Siku moja Kevin aliamua kwenda kumtafuta Diana bila kumwambia. Alipofika sehemu ambayo mara nyingi Diana alikuwa akipita akamuona. Diana alikuwa akicheka na marafiki zake. Kisha Kevin akasimama kwa mbali akimwangalia. Alisubiri mpaka Diana amalize. Lakini Diana alipomwona Kevin, tabasamu lake likatoweka kidogo. Kisha Diana akamuuliza Kevin, "Kevin, umefanya nini? Umefuata nini hapa?" Kevin akatabasamu kwa huzuni kisha akamwambia, "Diana, nimekuja kukuona." Diana akamwambia, "Nilikwambia na mambo mengi." Kevin akasema, "Najua." Kisha akanyamaza kisha akasema, "Lakini Diana, kuna kitu nataka nikuulize." Diana akamuuliza, "Nini?" Kevin akatazama macho chini kisha akamwambia, "Kuna kosa lolote nimefanya?" Diana akashangaa. Diana akamuuliza, "Kwa nini unaniuliza hivyo?" Kevin akasema, "Kwa sababu zamani ulikuwa unanipigia simu, ulikuwa unataka tuongee, ulikuwa unataka tuonane." Kisha akavuta pumzi kidogo. Kevin akaendelea, "Sasa kila nikikutafuta unasema uko busy." Diana akanyamaza. Kevin akaendelea, "Kama nimekukosea niambie." Diana akasema kwa sauti ya chini, "Kevin, hakuna kosa ulionifanyia." Kevin akajibu, "Basi kuna tatizo gani?" Diana hakujibu. Kisha Kevin akaendelea, "Au labda umeanza kumpenda mtu mwingine?" Diana akainua macho na kumtazama. Hakusema ndio, hakusema hapana. Na ule ukimya wake ulikuwa na jibu ambalo Kevin hakutaka kulisikia. Kesho Kevin akarudi nyumbani akiwa amechoka, lakini safari hii uchovu wa kutokana na kazi za zege ulikuwa ni uchovu wa moyo. Akakaa peke yake na kukumbuka jinsi alivyofanya kazi mpaka mikono yake ilikuwa inamuuma ili tu apate pesa ya kumpa Diana. Jamaa akatoa simu yake, akaangalia picha yao, kisha akajiambia moyoni, "Nilifanya yote kwa ajili yako." Machozi yakaanza kumtoka. Ghafla text kutoka kwa Diana ikaingia. "Kevin, tunaweza kuongea kesho?" Kevin akasoma ule ujumbe, moyo uliruka kinoma. Akamjibu, "Ndio, tutaonana wapi?" Diana akajibu, "Nitakutumia location kesho." Kevin akatabasamu kidogo na kujisemea moyoni, labda bado kulikuwa kuna matumaini. Lakini kabla hajalala kuna text nyingine ikaingia. Text ilikuwa imetoka kwenye namba ngeni ambayo Kevin alikuwa haijui. Text ilisema hivi, "Kaka, usikutane na Diana kesho mpaka nikueleze ukweli." Kevin akakaa kitandani, ghafla akastuka. Akaangalia tena ile namba kwa mbali, kisha text nyingine ikaingia. "Unadhani Diana anakuzungusha bila sababu? Kuna kitu hujui kuhusu yeye." Kevin akastuka, akashika simu kwa nguvu. Kisha akajibu, "Nani wewe?" Mtu huyo hakujibu.
Huyo mtu akatuma text tena, ukiniamini kesho usiende kukutana na Diana, njoo kwanza nikueleze. Kevin akabaki akitazama skrini ya simu yake. Kwa mara ya kwanza akaanza kujiuliza, Diana ananizungusha kwa sababu gani? Na swali kubwa zaidi, huyu mtu aliyemtumia huu text ni nani? Wakati mwingine ukweli unaoumiza zaidi sio ule unaogundua, bali ni ule unaogundua baada ya kujitoa kwa mtu kwa moyo wako wote. Usikose sehemu ya 4 ya simulizi yetu ya A Boy in Love na mhusu mshikaji anaitwa Kevin. Pia usiache kusubscribe na turn on notification kwenye OES TV kwa ajili ya kupata sehemu inayofuata na simulizi nyingine. Keep it up man. Mimi naitwa Blood Tips.